Ndio mzee. Kwa hiyo safari ilikuwa ya vihoja mpaka kufika Dar es Salaam, kwa sababu binti kidogo alikuwa na ushamba na mji. Kwa kweli mji wa Dar es Salaam kama unavyojua ndugu mtangazaji, mji wa Dar es Salaam wanasema njoo na akili, tabia utazikuta hapa hapa. Waga msemo huo upo kwa kila mtu, na kila mwana Dar es Salaam huo msemo anaufahamu kwamba wewe njoo tu na akili, tabia tu utazikuta hapa. Mji ambao umechachuka sana. Una kila aina starehe. Una kila aina ya takataka zote unazojua katika mji huu. Kila kitu kipo. Kwa hiyo kama umekuja kwa pupa, umeuvamia huu mji, kwa kweli lazima utakumbua. Inabidi uje na uje uangalie, yani uje na target zako. Kama unakuja kufanya kitu fulani, njoo na kitu fulani. Lakini ukija na mbwembwe, kwa kweli unaweza kurudi ulipotoka. Sio kuvamia. Basi alipofika, mimi nilipofika tu nikajalia, yani nilipofika siku ya kwanza kwa sababu ya uchovu na nini na safari na nini, mimi nikaa nimelala. Lakini nilipofika mida kama saa 7 za usiku, Jalia akawa ameniita. Nitaambia njoo kwa sababu ya kitu maalum tunataka tuzungumze mimi na wewe. Sawa. Nikaenda chumba changu ambacho hicho chumba cha siri nilizokuambia. Ameenda kule akawa ameniambia kwamba kwa sasa hivi wewe sasa hivi umebadilishwa masharti. Sasa hivi kwanza umepanda cheo kikubwa. Akanitajia cheo hicho ambacho kimsingi mimi kwa sasa hivi nishakisahau, lakini alinitajia cheo hicho. Niambia cheo sasa hivi umepanda cheo fulani, kwamba sasa hivi wewe unatoka sasa kulala na machizi, utembee na machizi, na pia akaniambia utembee na machizi na pia unaacha. Akaniambia unatembea na machizi, aliniambia kitu kingine. Akaniambia kwanza utembee na machizi alafu unaacha kutoa damu kafara kila mwezi ile. Yani umepunguziwa tu. Imepunguziwa masharti of course. Kwa hiyo kwamba utachinja tena wale mbuzi na ng'ombe na machizi baada tu ya kutoa kafara kubwa ya mama. Kwa hiyo mwisho wa siku akaniambia kwamba ila utaendelea kula kwa jeneza kila baada ya mwezi mmoja. Sio wiki tena. Sio wiki wala sio kila Jumapili. Kila baada ya mwezi mmoja mara moja. Yani kwa mwezi mara moja. Lakini nikaambiwa kwamba kupunguziwa hizo adhabu au kupunguziwa masharti na kuna order maalum watakao uifuate. Yani sisi sasa hivi tunakuambia kitu ndio kifanye. Yani unaenda kwa order. Yani masharti yako wewe unapewa kama amri. Yani ushakuwa kama sasa mtumishi wao of course. Kwa kama jeshini tuseme. Unavyopewa bwana order, leo unabidi wewe mtu fulani utaenda sehemu fulani, utaweka kambi sehemu fulani, wewe yani hizo. Hamna haja kupinga, hamna nini. Yani moja kwa moja ushaingia katika mfumo wao moja kwa moja. Lazima utii kwa sababu umeshakuwa familia yao. Of course kama jeshini ushakula kiapo moja kwa moja. Toka siku ya kwanza tu kutoka kule nitoka kuzimu, ushakula kiapo moja kwa moja. Basi ila mimi nikaa nimeomba ombi moja kwamba bwana basi sawa, lakini mimi nilikuwa naomba kwamba kwa sababu hizi kama wanasema nimekuwa na fedha na nini nilikuwa naomba angalau mimi nikafanyaje niweze kujenga nyumba ambayo ni nyumba kama ya ndoto yangu mimi mwenyewe. Nyumba ndoto yangu na ombi langu hilo nilikuwa naomba nyie. Jalia akasema katika vitu ambavyo utaki kuvifanya na usije ukavifikiria katika maisha yako mpaka sisi tukwambie kwamba ni kujenga nyumba. Wewe kama kuna apartment kali nzuri nini wewe nenda kajenge. Nenda kapange. Lakini swala kujenga sisi mpaka tufanyaje? Nakwambia, na akaniambia kwamba usiku kuwekeza. Keza labda unaweza kuweka miradi na nini. Sasa mimi nimemuuliza kwamba sasa hizi fedha sasa zina faida gani? Nikamwambia sasa fedha zote lazima. Akasema unazalisha nini? Akaniuliza unazalisha nini? Wakati kila mwezi nyoka anatoa hela. Sasa unazalisha kitu gani? Yani uweke miradi utafute hela kati hela inaingia. Lakini akaniambia kwamba usalama wako. Akaniambia usalama wangu mimi. Nikaambiwa kwamba
pesa zangu nisiweke benki. Pesa zangu nisiweke ni mtu wa keshi tu. Kwa hiyo kwenye gari nilikuwa natembea milioni 50, milioni 30 ipo ndani ya gari. Kwa hiyo chochote kinachotokea mimi ona clear tu. Na cash kwa sababu ya akaniambia kwa sababu ya usalama, kwa sababu kama wewe let's say una kila baada labda useme kila baada ya mwezi mmoja unaweka kwenye akaunti ya benki milioni 30 au milioni 50. Unafanya miamala ya kwa lazima serikali itakutolea sana macho, kwa sababu unafanya issue gani? Biashara yako ni nini? Inakuingiza. Kwa hiyo ina maana zile miamala yako kila siku inayoingia kwa serikali, wewe ina maana wewe unavyoingiza kila mwezi 150, ina maana wewe mfanya biashara. Kwa hiyo ina maana ukiwa mfanya biashara TRA watagusa pale kwamba huyu hebu kwa tumwangalie ana mapato, analipa kodi. Sasa pale wewe utaingia kwenye labda mhujumu uchumi, unajua biashara hauna. Ushaelewa hapo umenielewa point ya katika system za kiserikali. Of course. Na sio mfanya biashara, pesa unapata wapi? Kwa pale wanaamini kwamba wewe mhujumu uchumi, muuza madawa kulevya, au mwizi. Of course, kwa lazima serikali itakutolea macho. Kwa hiyo hii akaniambia kiusalama wangu mimi, kwa hiyo usiweke hela benki. Basi mimi nikaa nimekubaliana na masharti ya Jalia, na akaniambia taratibu. Mimi kamuuliza sasa kuhusu taratibu wa wewe kila baada ya mwezi mmoja bado upo, kwa sababu nilikuwa nauliza kwa sababu ile hali mimi niseme tu kweli, ile hali Jalia ndo mwanamke ambaye kimsingi alikuwa ananikosha sana katika tendo. Sana. Yaani kwa mimi lazima niulizie kwamba ile hali bado ipo, bado utaendelea na ile hali? Kwa sababu kuna vitu ulipunguziwa. Of course. Kwa sababu kama mke wangu nimeoa akaniambia nioe mwenyewe, na maana moja kwa moja yeye naweza ngafanyaje? Nikampiga chini au yeye akanipiga chini. Akasema mimi ni mke wako. Kwanza kacheka. Akasema mimi ni awala wako. Nikamwambia sasa awala kivipi? Akasema mimi ni kama mchepuko wako. Kwa hiyo wewe utafanya vitu pote. Mimi tayari akaniambia mimi tayari ushanioa. Mimi ndo mke wako wa kwanza. Mimi tayari ushanioa toka siku ya kwanza kuniona. Mimi tayari kwa nishakupenda na wewe ushanipenda. Uongo? Nikacheka nikamwambia kweli. Akacheka sana Jalia, nakumbuka. Basi mimi nikaendelea na maisha yangu mengine. Baada ya kuambiwa hivyo, nikaendelea na maisha yangu mengine. Baada ya kupewa masharti hayo hayo aliyoniambia, basi mimi nikaendelea na nini? Na maisha mengine. Basi bwana yule mwanamke alikuwa ni vibweka. Alikuwa na vibweka kiasi cha kwamba mpaka kuna muda nasema sasa hii ni too much. Mwanamke vibweka vingi sana. Kwanza nikaa nimehama katika ile nyumba. Labda niadisie kwanza nilihama katika ile nyumba. Nilivyopewa tu go ahead kwamba bwana unaweza tu uko huru, na watu wanaweza kujiuliza sasa. Nyoka na ile majeneza na nini na vitu vyako mule vivyo katika vile chumba. Kwa sababu ilikuwa kuna vikokoro vingi mule ndani ya kile chumba. Maudi manini, kwa lazima akaambia kuna vitu ambavyo mimi kimsingi niliambiwa ni vibebe, lakini nyoka na jeneza nimeambiwa visivibebe. Jalia akasema usivibebe, vitakuja mwenyewe, atavileta yeye mwenyewe. Kwa njia yake anajua yeye. Kwa kama hivyo nisifanyaje? Nisivibebe. Basi nikamwambia sawa, hamna shida. Hamna shaka. Mimi nikaa nimehama nyumba ambao kimsingi hiyo nyumba ilikuwa kwa mwezi nilikuwa nalipa, kipindi kile nilikuwa nalipa alikuwa ni apartment ya gorofa. Kwa mimi nilikuwa gorofa la juu kabisa. Kwa gorofa kama 3 hivi. Kwa mimi nilikuwa la juu kabisa kule. Kwa hiyo nimerekodi kama nyumba. Yaani ile ni kuanzia seble, kwa na vyumba na nini. Kwa hiyo mimi nilikuwa niko juu kabisa kule. Basi nilikuwa nalipa kwa mwezi kama milioni 5 kwa mwezi mmoja bro. Montana. Mbu ni wengi. Mbu ni wengi lakini tunaweza tukamia seble of course. Na mimi naona na mbu wanazidi kunishamili, yani chini ndo najikuna muda wote. Basi tuamie tu sebeni pale tuendelee na story. Tukumbuke tu tulipoishi hapa. Maisha yakaendelea sasa na mwanamke wako, mkeo. Basi kwanza mke wangu niseme tu kwamba alikuwa ni mshamba sana. Sio kwamba naongea hivi kwa labda kumkejeli labda nini, hapana. Alikuwa mwanamke fulani ambaye ni mshamba sana. Kiasi cha kwamba kuna zile bwana wake kujilemba kwa mwanaume wake, unajua, majilemba jipaka makeup manini.
lakini akijipaka vile ni kama sasa kama namuona mbaya zaidi, yani haji kujipaka vizuri yani. Mawanja labda apake huko anapaka hadi mdomoni mawanja, wakati wenzake mdomoni anaweka malipsi siji mekundu. Kwa kimsingi alikuwa hata nguo zake, jinsi ya kupika, unaona bwana, chakula anachopika kwa kweli. Afu unajua watu wengi wa ukanda wa Bukoba kule, asilimia kubwa haji kutumia nazi. Kwa hiyo nilivyoleta nazi kwa kweli bro, alishangaa hichi kitu gani kwa kweli. Yaani anasema hichi ona mimi bwana siwezi nakionaga tu akisi jinsi ya kukipika. Huwa hawatumii nazi kwenye kupika. Waga tumii nazi sana tu wanatumia mafuta mawese, kwa sababu Bukoba hata minazi sijui kama watu kuna sehemu ipo Bukoba mnazi. Hamna lakini. I think naona hamna. Sababu katika ukaka pangu pote sijai kuonaga mnazi. Okay. Mnazi unakuwaga hamna. Unaona bwana. Basi mwisho wa siku mimi nikaamua sasa, kwa sababu ni mke wangu na mimi nikubaliane naye na kuona namrekebisha taratibu bwana, hichi ni kitu hichi kinabidi kiwe hivi, ni kawaida, kwa sababu siwezi kusema. Lakini siku hiyo nakumbuka nikasema bwana, kuna rafiki yangu atakuja hapa, kwa hiyo naomba upike chakula kizuri ambacho kimsingi aje naye akifurahie rafiki yangu. Mbele rafiki yangu ni nani? Samuel. Kwa nilimwambia bwana, kuna niendaga kijijini kwenye msiba wa mkubwa, kwa hiyo mimi nikafanyaje nikafosiwa bwana nirudi na mwanamke. Unakuja kumtambulisha sasa. Akasema Samuel, na shauku sana kumuona wewe mwanamke, na shauku sana kwa kana shauku sana. Sio ndivyokuja. Cha ajabu bro, akakuta nyanya chungu kwenye pilau na bamia. Yani ndo wameungwa, yani zimeungwa nyanya chungu kwenye pilau. Yani ni Samuel kwanza alicheka kishenzi. Imeweksiwa. Alicheka. Mwanamke wako ndo huyo wale umeruka unakuwa mke design hii na nini. Yani ni kama fezea alinileteaga Samuel, lakini kimsingi kaambia bwana, huyu ndo nimemchagua. Mimi ndo nimemchagua mwenyewe na nini, lakini kwa kweli ilikuwa ni aibu. Ilikuwa ni aibu sana, lakini ikawa hamna jinsi, kwa sababu ndo mke wangu na jinsi ndo nimemchagua. Kwa hiyo kwangu mimi haikuwa na shida yoyote. Basi maisha yaliendelea. Sasa mimi waga na bodaboda wangu, ambao kipindi kile ndo bodaboda ndo wanaanza mwanzoni kabisa. Ni kwa labda kuna kitu labda akaniagize nyama na nini, waga nampigia simu, bwana niletee nyama huko, alafu nampatia pesa, anakuwa anafanyaje. Yani kifupi ni kama alikuwa ni bodaboda familia. Mke wangu na mwenyewe akitaka kitu fulani na nini anampigia simu, anakuwa anafanyaje, anamletea. Kimsingi tulizoeana naye sana. Naona bwana, labda mimi kuna sasa nimetoka, labda kuna hela nataka nimpelekee mke wangu, naambia bwana kuna kiasi cha hela hapa, kampelekee mke wangu. Hivyo yani tunazoeana sana na ule bodaboda sana, tumezoeana naye. Sasa mimi nakumbuka niliondokaga asubuhi, kuna sehemu nilikuwa naenda asubuhi. Sasa ratiba yangu ni hivi, nikitoka asubuhi narudi saa 4. Waga ndo ratiba yangu sana. Toka asubuhi narudi saa 4. Kama unaenda kazini. Kama naenda kazini tu. Naona. Saa 4 sio kama za asubuhi, saa 4 za usiku. Waga ratiba zangu waga kuna labda sipendi kukaa nyumbani. Sipendi kukaa nyumbani kutokana na waga sana ni kuenjoy tu, ni kwenda batai, yani na enjoy life. Enjoy maisha. Pesa ipo bro. Kwa hiyo una enjoy life. Chochote unachotaka, labda leo unasema nadhani niende sehemu fulani, lakini kuhusu kula bata na wake na nini ni kawaida. Yani hizo sio kwamba eti nimestopisha kwa sababu na mwanamke, hapana. Na kwa wakati huo manake uliongezeka kiwango fulani katika pesa. Kiwango kiliongezeka bro. Yani kimsingi nyoka kwa kutema kwa milioni 60, milioni 50 kwa mwezi ilikuwa sio shida zake. Yani ilikuwa sio shida zake, na nyoka ndalizidi kunawili. Baada tu ya damu ya mama. Lakini nakumbuka siku ya baada ya tukio lile, sasa napangiwa nilale kwenye ile jeneza siku ya kwanza bro. Kulikuwa ni atanitadisia tu huko tunapoenda mbele. Basi tumalizie hii kwanza
Yeah, nilishia wapi? Ulikuwa unamzungumzia bodaboda. Of course, yeah. Kwa hiyo bodaboda akawa na tukawa tumezoeana sana pale nyumbani. Sana, bro, sana. Kwa hiyo akawa ni kama bodaboda kama nilivyosema hapo awali, bodaboda wa familia. Siku moja mimi niliondoka asubuhi sasa kichwa kikaki, yani niliondoka kama saa 12 hivi. Sasa kichwa waga kinigonga kwa muda huo, ngasema bwana, kwa sababu hii safari na kwa sababu nilikuwa nafika safari lakini nikageuza. Ngasema subiri kwanza nikapumzike, kama hii safari nitaipangia siku nyingine, ilikuwa nikafanyaje? Nikapumzike. Basi nikageuza gari, nikarudi home. Bro, narudi home, nafungua mlango, kitanda ambacho kile nilikuwa nalala na mke wangu, mkuta ule bodaboda na anashiriki na mke wangu. Kwamba labda kuna kitu ulimwagiza akaenda nyumbani ndo ikawa gia kwenda nyumbani, ama wao walikuwa na mawasiliano pengine? Walikuwa na mawasiliano kwa sababu ndo alikuwa kama bodaboda familia. Okay. Kumbe ndo bodaboda ambaye kimsingi alikuwa anafanyaje? Anamtafuna mke wangu. Siku ukashuhudia. Sasa nikashuhudia. Ninafungua mlango hivi. Kwa kweli mimi kwanza yeye mwenyewe kuamini yule mwanamke kilichotokea. Hakuweza kuamini hata kidogo. Kwa nini ilikuwa rahisi hivyo? Ni kwamba yani kujiachia hivyo mpaka unajua hadi unafungua mlango maana yake haujafungwa, pengine nafungua. I think kwamba alijiamini, mimi ratiba yangu si anayo. Ratiba yangu mimi yani kitoka saa asubuhi mimi lazima nirudi saa 4 za usiku. Yani hiyo ndio ratiba yangu. Una historia ya kurudi? Sina historia ya kurudi mchana. Kama Mungu tu alinifanya kichwa kikauma. Kwa na mimi nahitaji nipumzike. Kwa muda wangu ngasema ratiba ile sehemu ya na kwenda ndapanga siku nyingine ratiba. Unaona? Kwa hiyo nikaa nimerudi ghafla, yani afahamu si kwangu. Sasa ndampigia simu kwamba narudi, leo ratiba imebadilika. Hapana, ni kwangu. Kwa lazima nitarudi muda naofanyaje? Naotaka mimi. Sasa narudi ndo namkuta hicho kizaazaa. Huwezi amini bro, mimi nilivyokuta ile sijafanya kitu chochote. Fungua tu mlango, kuta nafanya hiyo shughuli, basi wakawa amestuka na nini, mimi sijaongea chochote. Nilifungua mlango nilikuta anaendelea na ile shughuli. Mimi nikatoka nikaenda sebuleni kukaa. Ukawaacha ndani? Nikawaacha ndani. Umewapa time? Basi sasa ule bodaboda ndo sasa ikawa anajivuta, ni anasema sasa nikipita hapa napita kwa speed. Sina time, nimetulia zangu vizuri. Sina ile wala lile. Basi yule bodaboda kama amekimbia. Funga mlango. Kimbia. Sasa mwanamke hizo kukimbia, mambo yapi ni nyumbani, atakimbia wapi? Na ni mgeni. Ni mgeni na nini. Tofauti tulikaa takriban miezi 3 au 4. Yani kama 6 I think. Lakini tulikuwa tu yani ni bodaboda tumemzoea sana. Wote tulimzoea. Bodaboda alikuwa anaitwa Jerome. Alikuwa anaitwa Jerome. Kwa hiyo Jerome kwa tulimzoea sana. Kwa hiyo kila mtu Jerome na nini. Basi akaja pale, yule mwanamke akanipigia magoti. Anaomba msamaha bwana, naomba msamaha na nini. Mimi nikamwambia usijali. Yani mwenyewe amini. Yani kama kijatokea. Amini. Hakuwa na wivu naye? Wivu nao. Nitaendelea kinachoendelea. Usiwe na haraka. Hakuamini yule mwanamke. Nikamwambia basi ondoa shaka wewe, kama umefanya mambo yako labda umechoka kijasho, unajua kufanya mambo yale kijasho kinakuwa kinatema vizuri. Kwa ngambia wewe nenda kapumzike, kaoge, kapumzike au unaendelea chakula. Wewe ondoa shaka tu. Tena mimi nikamzidishia mahaba, ngambia sasa leo naomba nipikie kuna chakula fulani waga nakipenda sana. Mimi waga napenda wanaita dona, ugali wa dona na dagaa za kukaanga hizi. Nikamwambia ni ugali wa dona, dagaa za kukaanga na kina parachichi. Waga napenda sana hiyo chakula, dagaa za kukaanga kavu hizi. Kavu na dona. Ablau nakula ugali mpaka natosheka mwenyewe. Nikamwambia niandalie chakula changu hicho. Nikamwambia leo nataka nipe hivyo, nipe na juice. Shushie. Basi namke kana wasiwasi. Unajua bora mtu uongee, unajua kwamba bwana umenifanyia vibaya au nimpige au ni nini. Na namzidishia mahaba zaidi.
Sasa ndani ya moyo wake ikawa kinamtafuna sana hicho kitu. Ikalala siku ya kwanza. Siongea naye bro. Sikuongea naye. Naye analala vizuri. Unaona? Ananijaribu kunishika mimi nakataa, yani sitaki kushiriki naye. Jana yake bwana na mtindo kwamba labda na hamu na kushika na nini, nibiash. Hapana. Kaa vizuri. Siku ya pili nakumbuka nikaa nimemshakia Jaliel swala kwamba bwana mwanamke nimekuta hivi na hivi. Ile akaambia naomba usimfukuze. Usije ukadhubutu. Huyo tuna kazi naye. Watu wana mpango naye. Usimfukuze. Wewe kuhusu kumfukuza ile swala litoe kabisa kwa kichwa chako. Labda kuna adhabu nyingine za kumpa kile kuhusu kumfukuza, usimfukuze. Basi mimi nakumbuka ile siku tunavyoenda maisha kaendelea kama siku mbili mbele nikaa nimemuuliza. Ujue nikamuuliza tumelala. Nikamwambia unajua kwa tukio ulilofanya simaanishi kwamba nimelipenda ile tukio ulilofanya. Hapana, sijalipenda. Ya mwenyewe umeona kabisa sijafanyaje? Sijalipenda. Lakini mimi na moyo wa kipekee sana. Kana mwambia maneno hayo kwamba na moyo wa kipekee sana. Kwa hiyo naomba uniambie. Unitaarifu kinaga ubaga. Ulifuata nini kwa yule mwanaume? Bwana Jerome. Ulifuata nini kwa yule mwanaume? Akanambia kwamba kwanza naomba unisamehe kilichotokea. Cha kwanza kabisa ni tamaa za mwili. Lakini cha pili chanzo ni wewe. Ananiambia mimi chanzo ni mimi yani. Amba chanzo changu ni nini? Akanambia unajua toka tu unioe mimi naye kushiriki aizidi hata mara 3 au mara 4. Ndani ya karibia naenda sasa hivi tuende mwezi wa 6 mwezi wa 7. Kushiriki na mimi huaga ni mgumu sana. Mimi kama mwanamke huaga na hamu ya kufanyaje ya kupata hicho tendo. Sababu mimi ni kweli ulikopo ushiriki naye miezi yote kabisa. Uongo zambi, ni kweli niko nafanya hivyo. Una hisia naye ama kwa sababu ukirudi umechoka ama ni shida ni nini? Shida sio nini, yani ni mwanamke ambaye kimsingi alikuwa anasema adisevu, yani astahili. Si unaelewa? Kumpenda. Sasa hakuwa chaguo la moyo ama? Hapana. Adisevu. Okay. Kwa maana ya sasa kwa nini adisevu? Yeye anapungukiwa kitu gani? Wakati ulisema ni mwanamke mzuri, ulimsifia kule na ulikuta usichana wake. Sawa. Sisi wanaume tuna kitu kimoja. Tunapenda katika ile tendo mwanamke kidogo naye afanyaje? Angalau kidogo ayavutie style zake na nini achangamke. Lakini kisa yeye ni katokea huko. Hiyo asilimia kubwa tu wanawake sisifii, lakini wanawake wa pwani wengi wamechangamka. Mikoa pwani, lakini mikoa bara asilimia kubwa wamepoa. Yani alifanya kama ile tendo kwamba lile ni mvuto kwa mwanaume, alifanya kama sehemu yao yani basi tu yani akuridhishe wewe tu. Yani afanye kama ile kama ni sehemu yake ya maisha kwa mwanaume, ambaye kumteka mwanaume afanye na yeye ni haifanyi kama ni sehemu yake ile. Kwa hiyo kuna jinsi fulani wanafanya shagarabaga kuhusu ile tendo. Lakini wanawake wa pwani wanajua kabisa kitengo cha kumteka mwanaume aswa ni pale. Mpaka unazungumza hayo maana yake wewe kuna namna umetesti ladha hizo zote mbili za bara na pwani, umeona tofauti. Of course. Najua kabisa. Kuna watu kabisa automatically ni kazi zao. Kazi zao kabisa kwamba bwana huyu yani anajiuza, ninaweza kusema anajiuza. Kwa hiyo najua kabisa nikifanya vizuri kesho na kesho kuto unafanyaje? Naitwa tena.